anza kuwakamata mawaziri wako wawili ili tujue ya kwamba uko serious katika vita hivi vya madawa ya kulevya. Sio usemi wangu, ni usemi wa Rigathi Gachagua. Na Gachagua alitoa hii statement baada ya Rais William Ruto kusema ya kwamba atafanikisha na kushinikiza mageuzi katika sheria ili kupambana na madawa za kulevya. Rais anapendekeza ya kwamba kuwe na mageuzi, kuwekwe sheria kali sana za kudhibiti usafirishaji na uuzaji wa madawa ya kulevya. Na ameendelea hadi akasema ya kwamba sheria inafaa kuwekwa kwa mtu yeyote ambaye atapatikana na madawa ya kulevya anyongwe. Jambo hilo ni kama alikumpata Gachagua vizuri. Gachagua amesema ya kwamba iwapo rais yuko serious ya kwamba anataka kupigana na madawa ya kulevya, aanze kudeal na wale ambao kulingana na Gachagua anasema ni mawaziri wake ambao wako katika serikali yake na wanafanikisha shughuli hii ya usafirishaji na uuzaji wa madawa ya kulevya. Gachagua ameendelea hadi akafafanua kidogo, akasema ya kwamba kuna ufisadi, kuna sakata ya ufisadi ambayo ilitokea kule Minnesota nchini Marekani. Anasema fedha hizo zilikuwa zimetengewa wagonjwa, lakini anasema hizo fedha zimetumika katika ujenzi wa duka moja la jumla nchini Kenya. Sasa baada ya Gachagua kusema kuna mall Eastleigh ilijengwa na hizo pesa za ufisadi kutoka Minnesota, mbunge mmoja wa kule Eldas, hii maneno hii kumfikia vizuri, anajulikana kama Adan Keynan. Keynan amesema vizuri, hiyo mall ya Eastleigh ilianza kujengwa 2018 na ikakamilika 2022. So anasema hiyo scandal ya Minnesota ilianza 2022, imeenda hadi 2025. So anasema kama hiyo scandal ilianza 2022, hakuna uwezekano ati hizo pesa zilitumika kujenga hiyo mall, na hiyo mall ilianza 2018 ikakamilika 2022. So kwa minajili ya hii maneno, Keynan ameiomba tume ya NCIC isamon huyu jamaa, yani isamon Gachagua, afike huko ahojiwe, ijulikane ni nini anajua kuhusu hii scandal ya Minnesota. Keynan anaongeza ya kwamba NCIC inafaa kumshurutisha Gachagua kuomba msamaha kwa sababu inasemekana ametoa matamshi ambayo yamemchafulia mwenye hiyo mall jina. The first one is slender. The second one is libel. So slender is a spoken type of inflammatory statement, yani ile yenye mtu anatamka, hata unamuona anaongea, yani matamshi. But libel ni written inflammatory statement. Kwa mfano mtu akiandika matamshi ama achapishe matamshi ya matusi kwenye mtandao wa kijamii, hiyo ni libel type of inflammatory. Lakini akitamka maneno ama atukane mtu na sauti isikike, hiyo ni matamshi ambayo, yani kwa mfano amekutusi ukasikia huyu mtu amenitusi, hiyo ni slender. Sasa Adan Keynan anasema NCIC inafaa kumchukulia Rigathi Gachagua hatua kwa kutoa matamshi yasiyofaa ambayo ni slender. So swali ni, Gachagua ilikuwaje hadi Gachagua akalink maneno ya hiyo mall na maneno ya Minnesota scandal? Hapo sasa ndio maswali inaanzia. Jambo la pili ni, Gachagua anajua nini kuhusu hiyo mall? Kwa sababu Gachagua anasema mwenye hiyo mall na William Ruto ni business partners,
Na Gachagua anasema pia mwenye hiyo mall anahusika pakubwa sana na ile scandal ya Minnesota. So Adan Keynan anasema there must be something that Gachagua anajua yenye watu hawajui. So anapendekeza huyu jamaa kuwe summoned na NCIC wamhoji, at least wapate more information kuhusu hiyo scandal. Na unajua Gachagua, mambo ya Gachagua huwa ngumu. Anaweza sema hivi ufikirie ni jokes, apoke criticism hivi watu wafikirie ni jokes, alafu upate ni ukweli. Sijui watu wanaweza kimbilia wapi, kwa sababu 99% ya vitu Gachagua amechipua zimekuwa ukweli. Ukisikia Gachagua amesema kitu, fuatilia polepole. 1% inakuanga porojo, 99% anakuanga amegonga on point. So the issue here is Gachagua ameenda to that extent, akaamua kuomba rais wa Marekani Donald Trump afanye venye amefanyia rais wa Venezuela. Hapo naye alivuka. Amesema Trump anafaa kufuatilia hii kitu, atume vikosi vyake vya ujasusi wakuja hapa Kenya wafanye investigation yao chini ya maji, wajue nani alihusika na hizo pesa zilifanya shughuli gani, kwa sababu Gachagua ana propose hizo pesa zilihusika katika ujenzi wa hilo duka la jumla huko Eastleigh. Anasema inafaa Trump aingilie, afanye mambo yake kama venye amefanya, ijulikane hizo pesa zenye zilikuwa zimetengewa wagonjwa zilienda wapi, na kama kuna mahali zilienda nani alizipeleka, na kama alizipeleka alipea nani, na mwenye alizichukua alifanyia shughuli gani. Mimi nakwambia kama mambo itaendelea tu hivi venye kunaenda, a lot of people are going to suffer, because Trump si mtu wa kuchezea hivi hivi. So Trump anasema kama mtu alihusika ni polepole hadi apatikane, na hiyo maneno inaungwa mkono na Gachagua. Sasa tunangoja tuone Trump atafuatilia hii kesi, na kama atafuatilia repercussions zitakuwa nini.